Bwana Yesu asifiwe sana. Karibu tena tuendelee kujifunza. Na leo tumepewa somo linalosema ishi kwa kuongozwa na maono. Ishi kwa kuongozwa na maono. Maono ndiyo yanayokuonyesha lengo unalotakiwa kulikamilisha katika maisha yako. Maono ndiyo yanayokuonyesha. Maono ni jicho la kuonyesha lengo unalotakiwa kulikamilisha kwenye maisha yako. Kwa hiyo tusipokuwa na maono, ina maana hatuna lengo, hatuwezi kuona lengo. Na usipoona lengo, utaishi tu vyovyote vile, kwa sababu unaishi lakini haulengi chochote. Kwa mfano, labda ni mtu anataka kurusha kitu mahali fulani. Anapotaka kurusha kitu mahali fulani, kama hana ile target, tunasema pale, hana ile target, hasa hata anaporusha, si atarusha tu vyovyote vile, kwa sababu hana kitu anacho target. Lakini akiwa na ile target, akirusha analenga kuhit kwenye ile target. Kwa hiyo maono ndiyo yanayotuonyesha lengo ambalo tunatakiwa kulikamilisha katika maisha yetu. Ukiangalia kwenye Wakorinto wa kwanza 9:26, waraka wa Mtume Paulo kwa Wakorinto 9:26. Leo naomba nisome kwenye Biblia ya Kiingereza, ndio niko nayo hapa. Neno la Mungu linasema hivi: Therefore I do not run like a man running aimlessly. I do not fight like a man beating the air. Kwamba Paulo anatuambia hivi, yeye kupiga kwake mbio, hapigi mbio kama mtu anayekimbia tu ovyo ovyo, yani bila kuwa na lengo. Na pia anapopiga ngumi, hapigi tu kama mtu anayepiga upepo, lakini kuna target anakusudia kuipiga. Maana yake ni nini? Kuna kitu amekiona. Kwa kile kitu alichokiona ndio kimemuonyesha anatakiwa kulenga nini. Kile alichokiona kimempa kwamba anatakiwa kulenga nini. Ndio maana anapokimbia anajua anakimbia kwa sababu gani? Anakimbia ili aweze kushinda. Si anakimbia tu aimlessly, no. Anakimbia, lengo la kukimbia kwake ni ili aweze kushinda. Kwa hiyo kama yuko na watu wengine, anapokimbia lazima aone nikimbieje ili niweze kushinda miongoni mwa watu nilionao hapa, mimi niweze kushinda. Lakini anapopiga kitu anakusudia kwamba ninapopiga hiki kitu nakusudia kupata nini ninapopiga hiki kitu. Kwa hiyo kile anachokikusudia ndicho anachokitaka kukipata. Kwa hiyo anapopiga anapiga ni ili apate. Na nadhani hapo imeeleweka vizuri. Kwa hiyo usipokuwa na maono utaishi tu ile kiolela olela. Hautakuwa una mpango wa chochote, kwa sababu haulengi chochote, kwa huwezi kuweka mpango wa chochote. Kwa hiyo mpango wote unaojitokeza mbele yako utajikuta wewe umejiingiza katika huo mpango. Umejiingiza kwenye huo mpango. Kwa sababu gani? Kwa sababu hakuna ulichokuwa unalenga. Kwa mfano, huna maono labda ya siku ambayo umeianza. Huna maono yoyote kwamba siku hiyo nataka kuaccomplish kitu gani. Kwa sababu huna maono, mtu anaweza akaja tu, jamani mimi natafuta mtu wa kwenda naye labda Kariakoo. Kwa sababu hauna maono, huna chochote ambacho umekilenga kwamba leo nataka nifanye kitu fulani, utajikuta tu umejiondoa umeenda naye Kariakoo. Lakini kama ulikuwa una maono kwamba siku hiyo nataka nimelenga siku hii nataka nikamilishe kitu 1 2 3 4 5, hakuna atakayekuja kukutoa kwenye njia yako. Kwa sababu gani? Kwa sababu unasema huu muda nilionao haunitoshi. Hapa natakiwa kufanya 1 2 3 4 5. Kwa hiyo nikisema huu muda nitatoa nikusindikize Kariakoo, nitakuwa nimebaki nyuma kwenye ratiba yangu. Ni nini kimekuongoza? Ni yale maono ndio yaliyokuongoza kuweza kulenga kile ambacho unatakiwa kukiaccomplish kwa siku hiyo. Ndio maana kwenye Mithali 29:18, Mithali 29:18 pale, Mithali 29:18 neno la Mungu linasema hivi: Where there is no revelation, Biblia nyingine zimesema where there is no vision. Where there is no revelation, hii ni NIV. Where there is no revelation, the people cast off restraint. Mona, pasipokuwa na maono watu huacha
kujizuia. Kwa sababu gani? Kwa sababu maono ndo tumesema yanakuonyesha lengo. Kwa hiyo unapokuwa na lengo utaenda ili ukamilishe lengo lako. Lakini sasa huna maono, ina maana huna lengo. Kwa hiyo utaenda tu vyovyote vile. Kwa hiyo mtu asiyekuwa na maono ni kama mtu alianzisha safari. Ni kama mtu alianzisha safari, lakini ameanzisha safari lakini hajui anapotaka kwenda. Kwamba ameondoka zake kutoka labda ni nyumbani kwake akaenda kwenye kituo cha basi. Akaenda kwenye kituo cha basi au kituo cha daladala. Hasa anapofika pale hajui aendako. Kwa hiyo gari likija Gongo la Mboto atapanda kwenda Gongo la Mboto kwa sababu okay, mbona hata nilikuwa sijui naenda wapi, ngoja tu niende Gongo la Mboto leo. Nikatembelee sijui nini kule. Au anasikia sijui nenda Mabibo. Ngoja niende Mabibo leo nikatafutia angalau ndizi. Kwa sababu gani? Kwa sababu hana maono ya nini anachokitakiwa kufanya. Kwa hiyo hana lengo ambalo anatakiwa kulikamilisha. Kwa sababu hana lengo, ameanzisha safari lakini hajui aendako. Yuko pale kwenye kituo cha daladala labda. Anakuja mtu anasema, jamani, mimi mwenzenu nataka kwenda na Kijitonyama lakini sipajui. Upajui ngoja nikusindikize. Kwa sababu gani? Kwa sababu umeanzisha safari, hujui uendako. Kwa hiyo kokote tu kunaweza ukaenda tu kokote. Ukaenda kokote. Kwenye Waefeso 4:14 anasema hivi, tusi watu wa kuchukuliwa na upepo wa kila namna. Tusome tu hapo 4:14, tusome tu kwa mstari wote. Anasema hivi, then we will no longer be infants, tossed back and forth by the waves and blown here and there by every wind of teaching and by cunning and craftiness of men in their deceitful scheming. Unaona? Yaani kwamba hatutakuwa tena kama watoto wachanga wa kuchukuliwa na upepo wa kila namna. Kila mawimbi yanakuja yanatuchukua tu yanatupeleka. Utachukuliwa hivyo ni kwa sababu gani? Kwa sababu huna maono. Na kwa sababu huna maono, hapa anasema hivi, and blown here and there by every wind of teaching and cunning and craftiness of men in their deceitful scheming. Kwamba kuna watu wanaokuja kwa hila, wanakuja na mafundisho ya hila. Kwa hiyo unakuta unachukuliwa. Kitakacho kufanya uchukuliwe ni nini? Ni kwa sababu hauna maono. Hauna maono. Okay, uko kwenye hiyo imani. Una imani ya Kikristo. Mungu amekuokoa, si ndio? Uko kwenye huo wokovu kwa sababu gani? Kama hauoni uko kwa sababu gani? Hauna lengo. Kwa hiyo mafundisho yoyote yakija, ndio hiki kwenye Waefeso hapa anatuambia, unachukuliwa na kila aina ya mafundisho na kila ila za watu wanakuja na mafundisho ya uongo na uerevu wao, wanakuchukua. Kwa sababu gani? Kwa sababu huna maono. Kwa sababu huna maono, huoni unalenga nini. Lakini ukiwa na maono, unaona, inakuonyesha lengo ambalo unatakiwa kulikamilisha. Kwamba okay, Mungu ameniokoa ili nimtumikie ili iwe nini. Kwa hiyo ukishaona Mungu ameniokoa ili nimtumikie, ili nikamilishe kusudi fulani hapa duniani, lakini na baadaye niweze kurithi uzima wa milele, utaishi according to hiyo lengo ulilonalo. Kwa hiyo ukiona kuna mafundisho yanakuja yenye kukutoa kwenye kile ambacho ndicho unachokilenga kukifikia, utajikuta hauendi. Kwa sababu gani? Kwa sababu una maono. Yaani kwamba mimi najua kabisa ili niweze kufikia kile Mungu anachokikusudia, ninahitaji kupata mafundisho ya aina hii. Sitaki kuchukuliwa tu na upepo wa kila aina. Hivi na hivi. Mimi najua kabisa okay, kutokana na utumishi Mungu aliweka ndani mwangu, mafundisho ya namna hii ndio ninayohitaji kwa ajili ya kunijenga, ya kunikuza, niweze kumzalia Mungu matunda hapa, lakini niweze kurithi na uzima wa milele. Unapokuwa una lengo, unajua kabisa dhambi inaharibu
ule utumishi ambao Mungu ameuweka ndani mwangu. Kwa hiyo ili nijiepushe na maisha ya dhambi, natakiwa kufanya nini? Natakiwa kumsikiliza Roho Mtakatifu, natakiwa kuongozwa na Roho Mtakatifu katika hatua zangu, ili ninapokanyaga hatua nikanyage pamoja na yeye, nisije nikajikuta nimekanyaga mahali ambapo kutakuwa hakuna ulinzi wa Mungu, alafu nikajikuta nimeingia katika maisha ya dhambi ambayo Mungu amenikataza nisiishi, lakini ninapoishi katika hayo maisha napoteza kile kitu ambacho Mungu amekikusudia nikifanye katika ule ubora ambao nimekusudiwa nifanye. Lakini kama hauna maono, utasema Bwana, siku na kutubu, hata nikifanya tu dhambi nitatubu tu Bwana. Kwani hasira kitu gani? Hata nikikasirika baadaye nitatubu Bwana. Kwani nikizini kitu gani? Baadaye si nitatubu tu. Lakini kumbuka kabisa kwamba unapotenda dhambi yoyote, kuna kiwango cha uwepo wa Mungu kinakuwa kimepungua ndani mwako. Kuna ushirika na Roho Mtakatifu unakuwa umepungua ndani mwako. Kwa hiyo ili kuja kurudisha ule ushirika, ni lazima tena kutengeneza mazingira ya kurudisha ule ushirika. Sasa swala la kujiuliza, kama una lengo la kukamilisha kitu fulani, alafu huku njiani eti unacheleweshwa na vitu, si unaona kwamba inakuwa haina ladha nzuri? Ni kama labda unaenda safari yako, alafu kule safarini umejipimbia kabisa, mimi hii safari nataka nitumie masaa kadhaa kufika hii safari. Alafu hapo njiani akaja tu mtu akaanza kukuzubaisha tu hapo, na wewe ukakubali kuzubasa, nyingine hata akakurudisha nyuma kule ulikotoka. So unajichelewesha katika safari yako. Ndivyo na jinsi ambavyo dhambi inafanya kwenye maisha yetu sisi wanadamu. Kwa hiyo tusipokuwa na maono, hatutaona dhambi kama ni kitu cha kukwepa. Tutaona tu dhambi ni kitu cha kawaida, na kuna toba, tutatubu tu na Mungu atatusamehe, ni kweli, lakini kuna vitu tutakuwa tumevipoteza. Mimi waga nasema, kwa mfano, angalia Yusufu alikuwa na ndoto ya kuwa mfalme. Hayo ni maono alikuwa. Ndoto ya kuwa mtu mkubwa, ndoto ya kuwa mtu mkubwa. Sasa ile ndoto ya kuwa mtu mkubwa ilikuwa iko ndani yake. Alipofika pale kwa Potifa, tunaona yule mama akataka kumuingiza katika dhambi ya uzinzi. Kilichomzuia Yusufu asiingie kwenye uzinzi ni kwa sababu ya ile hofu ya Mungu aliyokuwa nayo, kwa sababu alikuwa anajua kwamba anapomtenda Mungu dhambi kuna kitu anakipoteza. Anapomtenda Mungu dhambi kuna kitu anakipoteza. Sasa kwa mfano pale Yusufu angeamua kuzini na mke wa Potifa, kiukweli kabisa asingeweza kuzifikia ndoto zake. Kwa sababu gani? Alizini na mke wa Potifa, akaenda kupelekwa kule gerezani. Kule gerezani alikopelekwa ndipo alipokutana na wale waliokosea, mnyweshaji wa mfalme na mwokaji wa mfalme. Alipotafsiri ndoto zikawa vile vile, yule mnyweshaji wa mfalme baadaye ndio alienda kumtaja kule kwa Farao. Sasa imagine kama angekubali kuzini, asingeenda jela, angekaa comfortably pale kwa Farao. Lakini nini? Angekuwa amepoteza utumishi ambao Mungu alikuwa amekusudia. Kilichomsaidia ni nini? Maono. Alikuwa anaona nini? Alikuwa anaona kabisa, mimi natakiwa kuwa mtu mkubwa, kwa hiyo nikicheza na dhambi itanizuilia kuwa yule mkubwa ambaye Mungu amenikusudia. Lakini na mimi sitaki kumkosea Mungu. Kwa nini nimkosee Mungu? Sitaki kumkosea Mungu. Hicho ndicho kilichomsaidia. Akaenda kule gerezani, akaenda kukutana na ngazi ya kumpeleka kwenye ile nafasi ambayo Mungu ameikusudia. Ni nini kilimuongoza? Ni maono. Kwa pasipo maono, watu waacha kujizuia, utaenda tu vyovyote. Yule mama angemshawishi pale kuzini, angezini. After all ni mke wa bosi, angepata privileges nyingi pale, lakini ya kuangalia privilege na wala hakuogopa aibu. Akavua lile shati lake akakimbia. Lakini ilimsaidia nini? Kutimiza yale maono ambayo alikuwa amekusudiwa kuyatimiza. Nini kilichomuongoza? Ni yale maono yalikuwa ndani mwake, yakamuonyesha lengo lake si kuishia kwa houseboy kwa Potifa. Lengo lake ni kumfanya awe mtu, kufikia kuwa mtu mkubwa ambaye yule Mungu amemkusudia. Kwa hiyo kwa sababu ndani mwake alikuwa na maono, aliweza kujizuia kutokuzini na akaweza kufikia ile nafasi ambayo Mungu alimkusudia. Kwa hiyo usipokuwa na maono pia huwezi kuwa na matumizi sahihi ya muda wako.
usipokuwa na maono, kwa sababu utaamka asubuhi hujui cha kufanya. Kama umekaa kwenye TV utabadilisha chaneli hii utaweka na chaneli ile, utaenda, kama ni vile hauna TV utaenda kwa jirani yule, utaenda kwa jirani yule, ili tu mradi upoteze muda. Kwa sababu gani? Kwa sababu hauna kitu unachokiona. Unalenga kufanya nini siku hiyo? Hauna kitu unachoona kukilenga. Kwa sababu una kitu unacholenga kukiona, hautakuwa na matumizi sahihi ya muda. Muda wako unaweza kufanya chochote. Yaani muda wako ulionao unaweza kufanya chochote, lakini muda ambao Mungu ametupa si muda wote unafanya chochote. Hapana, si muda wote unafanya chochote. Mungu ameweka maisha yetu na kusudi alilotuumbia katika muda specific time, na huo muda ni kwa ajili ya kukamilisha lile kusudi ambalo Mungu amekusudia tuweze kulikamilisha. Sasa kama usipokuwa na maono, muda wako utautumia tu vibaya. Hauwezi kuwa na matumizi mazuri ya muda. Tukimwangalia Yesu kwa mfano, nielezee hapa kidogo. Kuna kipindi kile Yesu alikuwa anaenda kulikuwa kuna sikukuu ya vibanda ya Waisraeli. Sasa ndugu zake wakamwambia hivi, wewe si nabii? Sasa nabii unawezaje kukaa huko ukajificha ukafanya vitu kifichoni? Nenda kule kwenye sikukuu ya vibanda ili wanafunzi wako wakapate kukuona kwamba wewe ni mtu mkubwa. Huwezi kukaa huko ukajificha. Sasa Yesu, kwa sababu Yesu alikuwa haongozwi na matukio, Yesu alikuwa anaongozwa na maono. Maono aliyokuwa nayo ndiyo yalikuwa yamemuonyesha lengo lake ni kufika msalabani. Kwa hiyo alipokuwa anatembea katika njia ile ya kufikia lengo lake, alikuwa anatumia muda wake vizuri vile ipasavyo. Ukiangalia hapa alichowajibu ndugu zake, ukiangalia kwenye Yohana 7 mstari ule wa 6. Yohana 7 mstari wa 6, baada ya ndugu zake kumwambia vile, Yesu akasema hivi, therefore Jesus told them, the right time for me has not yet come. For you any time is right. Yani kwenu nyie kila muda tu ni sahihi kwa kila kitu, lakini mimi muda wangu sahihi haujafika, kwa sababu siwezi kufanya kitu chochote isipokuwa nikiko ndani ya muda ambao natakiwa kukifanya. Umeona hicho kitu Yesu anatufundisha hapa. Lakini wale ndugu zake walikuwa wanaona tu anaweza, kwa sababu ni mtu mkubwa, anaweza kufanya chochote wakati wote. No, Yesu akamwambia no. Akasema no, the right time for me has not yet come. For you any time is right time. Usipokuwa na maono, any time will be the right time. Any time will be the right time for anything. Yani chochote kile, yani chochote unaweza kufanya kwenye muda wowote. Kwa sababu gani? Kwa sababu hauna maono. Kwa hiyo hauna lengo unaloliona unalotakiwa kulikamilisha. Lakini Yesu alikuwa anaona lengo analotakiwa kulikamilisha. Kwa hiyo si kila muda kwake ulikuwa ni muda wa kufanya chochote, ila alikuwa anaongozwa na maono aliyokuwa nayo ndani mwake. Kwa hiyo katika kuishi kwako sasa, katika kuishi kwako unatazamia kukamilisha nini? Unachokitazamia kukikamilisha ndiyo kitakachokuweka katika njia fulani. Unatazamia kuwa nani? Katika huko kuwa nani unatazamia wewe, kwa sababu hao wakina nani mpo wengi. Sasa wewe binafsi unatazamia kukamilisha kitu gani katika huo wito wako ulionao? Yamkini wewe ni mwalimu kama mimi nafundisha hapa. Katika ualimu wako unalenga kukamilisha kitu gani? Katika kile unacholenga kukikamilisha ndiyo itakayotengeneza nidhamu ya wewe kuishi ili kukamilisha kile unacholenga kukikamilisha. Lakini kama hauna lengo unalotaka kukamilisha, utaishi vyovyote, utafanya vyovyote. Kwa sababu Biblia si iko jamani, neno la Mungu silipo, mafunuo si yapo. Sasa ni kweli, lakini katika hayo yote wewe unalenga kukamilisha kitu gani ili kufanya ukae katika njia iliyonyoka? Kwa sababu usipojua unalenga kufanya kitu gani, ndio lile kule
Waefeso wametuambia tutakuwa watu wa kuchukuliwa na upepo wa kila namna, kwa sababu hujui unalenga kukamilisha nini. Kwa hiyo kila kinachokuja kwako kitakuwa tu kinafaa. Haitakiwi kuwa hivyo. Lazima tujue kwamba ninalenga kukamilisha nini katika utumishi wangu, katika wito wangu, katika hiki nilichopewa na Mungu kukifanya. Mimi natakiwa kukamilisha kitu gani? Sasa kile unachotakiwa kukamilisha ndicho kinachokutengenezea nidhamu ya kutembea vile ipasavyo, ili uweze kukamilisha kile unachotakiwa kukamilisha. Kwa hiyo kile unachokiona ndicho utacholenga kukifikia. Unachokiona ndicho utakachokilenga kukifikia. Kama huoni, hauna lengo, yani kwamba mimi nataka labda kwenda labda Mbagala. Ukitaka kwenda Mbagala unajua kabisa ili nikitoka Ubungo kwenda Mbagala, njia gani ni rahisi kwangu? Niende Kariakoo au niende labda Riverside? Njia gani ni nyepesi kwangu? Labda utamwala ngoja niende Kariakoo. Kwa sababu gani? Umeona unakotaka kwenda. Lakini kama uone unakotaka kwenda, yani ni umeanzisha safari lakini hujui unakotaka kwenda, hata matumizi yako ya muda hayawezi kuwa sawa, kwa sababu yani hakuna kitu unachokiona. Hakuna kitu unachokiona. Kwa hiyo hakuna kipaumbele ambacho utakiweka katika hiyo, labda ni safari yako umetaka kuanzisha au ni vipi. Umeona? Kwa hiyo usipokuwa na unachokiona huwezi kuwa na lengo lolote. Mimi kutoka saa hii mpaka saa hii nataka niwe nimefanya hii kazi, nimeikamilisha mpaka kiwango fulani. Kwa hiyo utapambana pale ndani ya ule muda mpaka wakati umekamilisha hicho kiwango. Lakini kama hauoni, utafanya tu taratibu, kwa sababu utaona kama una muda wote. Lakini ni kwa sababu gani? Kwa sababu hakuna lengo uliloliweka, kwa sababu hakuna unachokiona. Lakini ukiwa na maono, hutapambana na kushindana na yeyote, bali utakuwa wakati wote unapambana na kushindana na lile lengo lililoko ndani mwako, na lile kusudi, kukamilisha yale maono yaliyoko ndani yako. Ndicho utakachokuwa unakipambania, au utapambana na watu. Ukiangalia Yesu alipokuja kwenye Marko 3:11 hadi 11 na 12 pale, utaona Yesu alikuja, kulikuwa kuna wale mapepo, alikuwa amewakemea mapepo. Yesu akamwambia msimwambie mtu kwa habari zangu, kwa sababu wale mapepo alikuwa anawajua, yanamjua kwamba yeye ni nani. Lakini Yesu akamwambia hivi, simwambie mtu. Ngoja tuangalie hapo kwenye hiyo Marko 3:11 na 12, neno la Mungu linasema hivi. Whenever the evil spirits saw him, they fell down before him and cried out, "You are the Son of God." But he gave them strict orders not to tell who he was. Kwa nini Yesu aliwapa strict order kwamba wasiseme yeye ni nani? Kwa sababu mapepo alikuwa anajua kwamba ni mwana wa Mungu. Kwa nini Yesu aliwazuia kwamba msiseme kwamba mimi ni nani? Si kweli alikuwa ni mwana wa Mungu? Si kweli ndo alikuwa Masihi amekuja ulimwenguni? Kwa nini aliwapa strict order? Hivyo strict order. Kwa nini aliwapa strict order kwamba wasiseme kwamba yeye ni nani? Ni kwa sababu alikuwa ana maono. Yale maono yalimpa kuona kwamba anachotakiwa kulenga ni kufika pale msalabani. Ni kufika msalabani. Kwa hiyo alipokuwa anaishi katika njia yake, alipokuwa anatembea, alikuwa anatembea ili afike safari yake mwisho pale msalabani kwa ajili ya ukombozi wa ulimwengu. Sasa huku mapepo alikuwa anasema, sasa alikuwa anakataza kwa sababu wangeendelea kusema kwamba ndo mwana wa Mungu, ndo mwana wa Mungu, ndo mwana wa Mungu. Kuna mahali pengine tunaona katika Biblia anasema hivi, kuna wakati walipojua kwamba yeye ndo mwana wa Mungu, walitaka kumkamata kwa nguvu wamfanye kuwa mfalme. Lakini si hicho alikuja kukifanya duniani. Yeye ni mfalme kweli, mfalme wa wafalme, lakini ufalme wake haukuwa wa dunia hii.
hakuja awe mfalme katika dunia hii kama katika wafalme walioko katika hali kwenye damu na nyama tunavyoona. Haikuwa hivyo. Yeye ufalme wake ni ufalme wa milele na ni mfalme wa wafalme. Kwa hiyo sasa aliwakataza kwa sababu alikuwa analenga nini? Analenga kufika msalabani. Sasa wangekuja kuanza kumkamata huku na kumfanya kuwa mfalme, wangekuwa wanachelewesha ile safari yake ya kwenda wapi? Ya kwenda msalabani. Ndio maana kuna mahali pengine ambapo ilikuwa inatokea kitu afu naambiwa Yesu akapita katikati yao akaondoka hapo. Kwa sababu gani? Kwa sababu wakati wake ulikuwa hujafika. Bado alikuwa kwenye njia ya kufika pale msalabani kwa ajili ya ukombozi wa ulimwengu. Kwa hiyo ni nini kilichomuongoza Yesu? Ni maono aliyokuwa nayo. Lengo lake ilikuwa ni kufanya nini? Ni kufika msalabani. Ni mfalme wa wafalme kweli, lakini si awe mfalme katika ulimwengu huu, lakini ni mfalme wa wafalme, lakini ufalme wake utathibitika atakapofika pale msalabani kwa ajili ya uokovu wa wanadamu na kwa ajili ya ukombozi wa ulimwengu wote. Kwa hiyo ndio maana Yesu alikuwa anawazuia. Kwa sababu gani? Hakutaka chochote kimzuie, kwa sababu tayari alikuwa ana lengo. Kwa sababu gani alikuwa na lengo? Kwa sababu alikuwa anaongozwa na maono. Kwa hiyo yale maono yalimuonyesha lengo lako ni kufika msalabani. Ndio maana hata pale alipofika akawa amechoka kabisa, akasema Baba, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, lakini si kama nitakavyo mimi, mapenzi yako yatimizwe. Ni nini? Bado alikuwa anatembea kwa kuongozwa na yale maono, kwamba ni kweli najisikia vibaya, ni kweli naweza nikakatisha hii safari, lakini tuone tu kama Baba ataweza kunikubalia kwamba isiwepo, kwa sababu alijua nini? Lengo lake ni kufika msalabani. Kwa Mungu atusaidie wapendwa, katika jina la Yesu, tuishi kwa kuongozwa na maono, tusiwe watu wa kuchukuliwa na upepo wa kila aina. Tuishi kwa kuongozwa na maono, ili Mungu atukuzwe katika maisha yetu, ili na sisi tuweze kupokea zile baraka ambazo Mungu amezikusudia tuzipokee. Kutokana na nini? Kuishi sawasawa na vile alivyokusudia. Unajua, ni wakati mwingine sisi tunakuwa tunaona Mungu hafanyi, lakini si kwamba Mungu hafanyi. Tukijiangalia katika maisha yetu, tuko chini ya kiwango sana. Kwa sababu gani? Hatuna maono yanayotuongoza. Sasa Mungu atusaidie turudi katika kuongozwa na maono, lile lengo ambalo tunatakiwa kulikamilisha. Hata kama itakuwa ni uchungu mkubwa kiasi gani kwa ajili ya kufikia lile lengo, tukubali kubeba msalaba pamoja na Yesu, ili tuweze kufikia lile lengo ambalo tunakusudia kulifikia, ili Mungu atukuzwe na sisi tuweze kustawi vile Mungu amekusudia. Mungu akubariki sana katika jina la Yesu, na ukapate kuishi kwa maono. Amen.